فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, nawausieni nyie pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kushikamana kumcha na kumtii Alhaq subhanahu wa ta'ala. Leo tena tumekutana katika siku yetu hii adhimu, siku kubwa, siku tukufu. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini na kumwomba Mwenyezi Mungu azikubali ibada zetu, atupe afya iliyo njema ili tutekeleze yale ambayo Mwenyezi Mungu yeye anayaridhia. Aljuma yetu ya leo tutaeleza yafuatayo. Ndugu zangu Waislamu, katika ulimwengu tulionao watu tuko wa aina nyingi, tuko watu sampuli nyingi, lakini leo kwa maneno ya Mtume Muhammad nitaeleza watu wa aina mbili. Nitaeleza watu wa aina mbili kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha kila mmoja ajiangalie yupo kwenye kundi lipi katika makundi haya mawili. Hadithi ambayo anasimulia Anas bin Malik anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema, rehma na amani ziwe juu yake: inna minan nasi mafatihan lilkhair maghaliqan lisharri wa inna minan nasi mafatihan lisharri maghaliqan lilkhair fatuba liman ja'ala Allahu mafatihan lilkhair ala yadayhi Allahumma ja'alna minhum wa waylun liman ja'ala Allahu maghaliqan lilkhair ala yadayhi Allahumma a'idhna minhum. Nabii Muhammadin anatuelezea watu katika sampuli mbili kwa mafundisho haya, kwamba hakika katika watu mafatihan lilkhair, wapo ambao wao ni funguo za kheri. Yani kuwepo katika familia, kuwepo katika jamii, katika taasisi, kwenye kampuni, kwenye shirika, kheri zinafunguka kuwepo kwa watu hao. Maghaliqan lisharri, na uwepo wao shari zimefungika, ni makufuli wao ya kufunga shari. Ikitaka kujitokeza shari wanaizima haraka sana. Kwa uwepo wao shari haitokezei, kinachodhihiri na kuonekana ni kheri tupu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwesie. Nabii Muhammadin akaendelea akasema, wa inna minan nasi, na hakika wapo katika watu, mafatihan lisharri, wao ndio funguo za shari. Yani kuwepo kwao kwenye familia, kwenye jamii, kwenye taasisi, vurugu tu, ni fujo, ni magomvi, ni watu kuchomekeana kesi, kutegezeana skendo ambazo hazipo kwa sababu ya uwepo wao hao. Maghaliqan lilkhair, na kheri hazisogei mahalapo, ni makufuli wao za kufunga kheri. Akasema Mtume, fatuba liman ja'ala Allahu mafatihan lilkhairi ala yadayhi, kheri nyingi mno ni kwa yule ambaye Allah amejalia funguo za kheri zipo katika mikono yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwesie. Lakini akamaliza Mtume, wa wailun liman ja'ala Allahu maghaliqan lilkhairi ala yadayhi,
hasara kubwa, ni matatizo makubwa yatamfikia yule ambaye makufuli ya kuzifunga kheri yapo kwenye mikono yake. Hawa ni kina nani? Kwanza Mwenyezi Mungu atujalie mimi na wewe tuwe funguo za kheri na wala tusiwe makufuli ya kufunga kheri. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe hivyo. Ndugu yangu Muislamu, huyu aliye funguo za kheri, dalili ya kwanza, yeye huwa hapendi shari. Hata akitiwa kwenye shari huwa hajibizani kwenye shari. Huyu ni ufunguo wa kheri. Hawa walio katika funguo ya kheri huwezi kuwakuta kwenye magomvi na vurugu, huwakuti. Ukiwakuta wamo, basi wao ni watengezaji. Walio funguo za kheri, uwepo wao katika jamii ni raha kwa ile jamii. Uwepo wao katika jamii ni amani kwa ile jamii. Uwepo wao katika familia, familia inatukuka. Uwepo wao katika jamii na taasisi na kampuni, basi kama ni watumishi wanakaa kwa amani. Lakini kinyume chake, aliye kufuli la kheri, iwe ni katika familia, iwe ni katika jamii au katika kampuni, kuto kuwepo kwake ndio amani ya wale watu waliobakia. Huyu alifahamu hili ndugu yangu, kwamba yupo kiongozi wa familia, awe ni baba. Baba, wewe ukisafiri familia nzima wanafurahi, hawatamani wewe urudi, kwa sababu wewe baba ni kero. Ukiwepo ni shari, hutaki kusikia sauti ya mtu ila wewe. Kama ni kampuni au ni taasisi, dua zao wote wanapoombea ustafu wamekuchoka. Hata kama umechukua cheo miezi miwili hauhitajiki, kwa sababu wewe ni makhaliqan lilkhair, ni kufuli la kufunga kheri. Watu hawana uhuru, watu hawana kheri, watu hawakai kwa amani kwa sababu yako wewe. Jitazame, ikiwa wewe ni bosi, wewe ni manager, ni mkurugenzi, ni mkuu wa sehemu yoyote, jamii unayoiongoza inakuchukuliaje? Sio wewe kwamba ukisafiri wanatamani usirudi, na kama wewe ni kiongozi wa familia, sio wewe kwamba ukiwepo watu hawakuhitaji. Uwepo wako ni kero, kutokuwepo kwako ndio raha. Sio wewe. Kila mmoja ajitazame, yupo katika fungu lipi? Ni mafatiha lilkhair, ni mafunguo ya kheri, au ni maghaliqan lilkhair, au yeye ndiye anafunga kheri? Mwenyezi Mungu atujalie tuwe funguo za kheri na wala tusiwe kufuli za kheri, na tuwe kufuli za shari na wala tusiwe funguo za shari. أيها الإخوة المسلمون، توجهوا جميعا إلى الله بقلوبكم وقولوا جميعا أستغفر الله.